Kama unaamini kuwa AI itakuja kuchukua kazi za binadamu, sikiliza, kuna kitu bado watu hawajakijua. Tumekuwa tukisikia kuwa AI itakuja kuchukua kazi za binadamu, lakini je, tatizo ni AI au tatizo ni watu hawataki kujifunza kutumia AI? AI haijaja kuchukua kazi za binadamu, lakini watu wanaojua kutumia AI watakuwa na faida kubwa zaidi kuliko watu wasiojua kutumia AI. Unaweza kutumia AI kujifunza mambo mbalimbali. Mfanyabiashara anaweza kutumia AI kusaidia kuandika matangazo. Muuzaji anaweza kutumia AI kujibu masuala ya wateja. Mwanafunzi anaweza kutumia AI kusoma kwa urahisi. Hivyo AI haitachukua kazi za binadamu, lakini mtu anayetumia AI anaweza kuwa na faida kubwa zaidi ukilinganisha na mtu asiyetumia AI. Kwa mfano, kuna vijana wawili. Kijana mmoja ameamua kujifunza AI, anasoma kila siku kwa dakika 15. Lakini kijana mwingine ameamua kusema sitasoma AI, sitaki AI. Hawa wawili baada ya miezi kadhaa, huyu wa kwanza aliyeamua kujifunza AI atakuwa anafanya kazi zake nyingi kwa muda mchache zaidi kulinganisha na huyu wa pili. Hivyo leo chukua hatua hizi tatu. Hatua ya kwanza, jifunze kuuliza maswali AI. Muulize maswali vizuri AI, mprompt vizuri, mueleze tatizo lako, situation yako na namna anavyoweza kukusaidia. Swali la pili, jifunze kila siku. Chukua hata dakika 15 kujifunza kitu kipya kila siku, kwa sababu the moment you stop learning, you stop growing. You have to learn every day. Hakikisha kila siku unajifunza kitu kipya. Lakini hatua ya tatu ni kuhakikisha kuwa unamtumia AI kama mwalimu, sio kukopi au kunakili kile ambacho AI anakufundisha. Mtumie AI kurahisisha au akufundishe topic kwa lugha nyepesi, sio ukopi kile ambacho AI anakufundisha. AI ipo, lakini jiulize swali, je, AI itachukua kazi yako au wewe utajifunza namna ya kutumia AI na kurahisisha kazi yako? Follow sasa Baraka Karimu ili nikufundishe AI kwa lugha nyepesi bila kuchanganyikiwa.